Nilituma picha ya ajabu kwenye grupu la ukoo. Nafanya kazi ya hudumu katika mgahawa mmoja maarufu hapa mjini. Kazi yangu kubwa mgahawani ni kuhudumia wateja. Kuna kijana mmoja huja mara kwa mara na rafiki zake kula chakula katika mgahawa wetu. Alikuwa anapenda kunitania. Alikuwa na masiara sana. Huwa akinichekesha sana kila ajapo mgahawani. Mara aniambie nimpe chapati za mwendo kasi, eti ndo chapati za kumimina, au aombe sausage za wali, akimaanisha vitumbua. Basi wanacheka sana akija. Kwa kweli alikuwa mteja wangu niliyependa kumhudumia. Kuna kipindi zilipita siku kadhaa bila kumuona kijana huyo kuja kula pale mgahawani. Nilijisikia vibaya. Nilikuwa tu nimemisi kwa kuwa sikuwa na mawasiliano naye, nikabakia kusubiri, sikuwa na namna. Ila nilipanga endapo atakuja nitamwomba namba yake ya simu. Siku moja ya saa za jioni, nikiwa namalizia shughuli zangu pale mgahawani kama kufanya usafi, kupanga vyombo na kufunga niondoke kwenda nyumbani, ghafla huyu hapa akaja. Kama vile wote tuliwaza kitu kimoja. Kaniwahi kuniomba namba faster. Nikachukua kikaratasi cha risiti, nikaandika namba na kumpa. Ndio kawa mwanzo wa mahusiano yetu. Nimekuwa na mahusiano naye kimapenzi kwa muda sasa. Japokuwa anaishi mji mwingine tofauti na huu ninaoishi. Mawasiliano yetu yamekuwa mazuri, tukitembeleana mara kwa mara. Ninampenda sana na ninaamini naye ananipenda pia. Kama wapenzi tunawasiliana kila leo kwa kupigiana simu, kutumiana message, video na kuendelea. Hatujali muda, iwe asubuhi, mchana au jioni, yani kama kumeza panado, usiku ndo usiseme. Hivi karibuni mpenzi huyu wangu ameanzisha kijitabia eti hawezi kulala mpaka nimtumie picha. Kwa kuwa najua yupo mbali na pengine atakuwa amenimisi, huwa namtumia picha zangu aridhike. Si unajua tena picha zetu wa dada, mikao ya hatari na pozi za kichokozi. Kwa kweli huwa tunafanya hivyo mara kwa mara ili mahusiano yetu yaendelee kuimarika. Sasa night moja na chati naye akani SMS, "Hey babe, siwezi kulala. Nitumie picha yako moja ukiwa live kama ulivyozaliwa. Nimekumisi kufa." Kwa sababu ni mtu wa masihara, nikamtumia vi-emoji vya kisichana. Akalipray nyingine, "Babe, niko serious. Nataka nikuone live. Please babe, just picha yako ukiwa naked before I sleep." Ndio nikashtuka na kuogopa. Ina maana anataka kweli? Nikamtext, "No, siwezi kukutumia picha nikiwa naked. Hii ni simu." Akaendelea kusisitiza kwa teksti za mapenzi za kunibembeleza na "Please babe" nyingi, akisema kanimisi pamoja na kunitania na kunikumbusha ujinga wetu tunaofanyaga. Si unajua tena kupenda. Nikaona huruma, nikaogopa kumuumiza. Ili kumridhisha, nikavaa nguo za ndani, nikachukua simu na kuanza kujiselfie katika pozi tofauti tofauti. Baada ya kujipiga picha kadhaa, nikakaa kitandani kuzipitia zile picha na kuchagua nzuri zinazovutia kwa ajili ya kumtumia. Wakati nachagua zile picha, kulitokea mjadala kwenye group la WhatsApp la ukoo. Basi nikawa na chati na kurudi kuchagua picha kwenye gallery. Wakati huo mpenzi wangu naye akawa anaendelea kunichatisha. Basi nikachagua picha mbili kali na nikazikomandi, nikajua namtumia mpenzi wangu. Kumbe sikuwa kwenye ukurasa wake, nilikuwa kwenye ukurasa wa group la ukoo. Nasubiri reply ya babe. Nashtuka simu ya dada inaingia. Napokea tu, anaanza kufoka, "Wewe una kichaa? Umetuma nini hicho kwenye group? Hebu ingia ufute haraka." Alizungumza kwa hasira. Haraka nikaingia kwenye grupu lile, maana ndilo nilokuwa nikichati kuangalia. Mama yangu, na zile picha zishamaliza dakika kadhaa. Nilitamani ardhi pasuke niingia, halafu inifunike. Nataka kuzifuta haraka sasa. Sikitete, nikabonyeza delete for me badala ya delete for everyone. Acha ni dati zaidi, maana nisingeweza kufuta tena, kuzuia picha zile zisionekane. Mwenzenu, aibu ilinishika balaa.
Nilishindwa kufanya lolote, nikajishika macho na mashafu pamoja kwa huzuni na kuanza kujililia mwenyewe. Nimeshajizalilisha na kuondoa heshima yangu kwa wazazi, wajomba, shangazi, binamu na wadogo zangu, na baadhi yao wananijua watasema kila kona. Sikuweza kufanya chochote baada ya hapo zaidi ya kulia kwa uchungu, huku nikitafakari kilichotokea. Kesho yake nilikuwa kama mgonjwa. Sikwenda hata kazini, nikajifungia ndani nikiwa na mawazo yamenijia kidogo. Baada ya muda nikapata wazo, si itakuwa nafuu nikiomba radhi? Basi nikachukua simu na kuandika text message kuwaomba msamaha na group kwa makosa niliyoyafanya jana yake. Niliomba pia wafute zile picha, wasizisambaze kwingine kwani nilizituma kwa makosa. Hata hivyo, nilituma message kadhaa za maonyo makali. Sitakwambia kutoka kwa nani, zinaumiza hizo. Kuna watu sio wavumilivu. Nimekoma. Jioni yake dada alinipigia simu kunionya tena nisirudie kufanya upuuzi ule usiofaa na watu wako wetu. Hata hivyo, akanifariji kuniambia watu wengi wameridhia kumsamehe baada ya kuomba msamaha na hawakuzitunza picha zile kwani hawakuradhi kuzitazama. Hata hivyo, maadministrator walini remove kwenye magroup muhimu kwa miezi 3. Baada ya simu ya dada, nilimpigia mama na shangazi kutokana na umri wao wa utu uzima, kueleza mkasa uliosababisha na kuwasisitiza kuwa naomba radhi kwa kila mtu na sitarudia tena upuuzi ule. Acheni tu. Nashukuru Mungu alinielewa na kusaidia kuniomba msamaha na kunifariji. Ila kilichonikuta na kijua mwenyewe. Acheni. Na kama mwezi hivi tangu balaa hilo linitokee, namshukuru Mungu, mawazo yamepungua na naona dalili za kusamehewa. Nimekoma kufanya upuuzi, kujipiga picha za ajabu na kuwatumia watu hata kama wana umuhimu gani kwako. Nimejifunza kuwa makini kwa kila kitu na kitaka kufanya, kuomba radhi ninapokosea na kuomba msamaha na ushauri pale ninapopatwa na masaibu. Nashukuru kumpa ile story, ameahidi na kuacha kuniomba picha za aina ile, na mahusiano yetu yanaendelea kuimarika. Next month ananivika engagement ring, soon kumeki family.